uza mtawa vimbwanga, uswahili umejaa hapa bu. Mwanamke, ina maana taustuki kukiona kidume chako, raha yako, ubaridi wako kwenye joto, joto lako kwenye ubaridi kinarejea nyumbani kwako. Wewe umekaa tu hapo umenuna nuna. Haya, shida nini? Wewe utakuwa mimi fulani. Wakati nimekaa usiku kucha na kusubiria wewe ndio unarudi sasa hivi. Unaweza kuniambia sasa umetoka wapi? Kwa hiyo hilo mke wangu ndio lilokufanya unune na ukae hapo sura kama chapati ya mwisho. Kweli mke wangu? Unatambua fika huu mtaa wetu wa Buza, jinsi tunavyolinda na tunavyotaka uwe na amani. Sasa wakati nimetoka zangu hapa, nimekwenda pale maskani, nikakuta story kuna tukio la wizi. Sasa kutokana na mimi ndo generally IGP, inspector, ZTO, RTO, RCC, mimi nikaona ngoja nipambane kuambia vijana wangu tuanze kufanya msako kama kilivyo kikundi chetu cha ulinzi na usalama wa sungusungu. Tukapita mtaa kwa mtaa, nyumba mpaka nyumba kwa ajili ya kufanyaje? Kuimarisha ulinzi. Sasa nimerudi nyumbani kwangu. Mke wangu, mimi nilijua ushapata story kama tukio lilofanya huko la kishujaa, lakini wewe umetulia tu, umenuna tu, Mitajitajiri wa migogoro, majejabu kila alfajiri, uza mtawa vimbwanga. Oye, kitakisi mwanangu ani akichekeshe kabisa. Yaani kikiingia kimeingia na kirudi yani. Wewe. Usifanye. Acha kile unachokifanya. Wewe blaze, mwanangu niache mwanangu, mimi na shoti kinoma ni. Kwani mama yako huyu? Baba yako mdogo huyu? Shangazi yako huyu? Wifi yako huyu? Wewe niache mwanangu blaze, wewe nalo sikiliza. Naomba unisikize mimi. Angalia hapa mtaani hapa, unaona? Vizuri. Sio kitu kizuri mara moja. Wewe unasema lezi blaza, mimi sielewi mwanangu, yule niache ni na shoti kinoma ni. Kwa heshima yangu mimi Mtupa, naomba mwache huyo binti. Nakuomba. Angalia mke wangu jinsi ulivyo ukinuna. Unafikiri wakati nikutongoza kipindi mwana live ningekuchukua mimi? Asubutu. Kulinda gani? Wakati umeme jana umekatika humu, umetukimbia kabisa, hauonekani. Sungusungu yupi? Na wewe ndio unayekataga mndani kwa kuzungumzia mambo ya sungusungu? Na kama sungusungu basi sijaona hapa nyumbani kuja kukuulizia. Wewe mke wangu wapi wewe? Mureba, Karatu, Iremera. Shujaa utokea bila watu kujua. Na mimi nimejitokea pale kama Krishi vile. Nilipofika tu pale, kila mtu mzuzu be amekuja. Na nilipofika nimefanya kazi yangu vile ninavyotakiwa kufanya. Sasa narudi nyumbani tena maneno tena. Mume wangu nakujua vizuri. Sawa, sina ugeni na wewe. Yaani nakujua fika. Sasa kama unaanzisha mimi nitayamaliza. Tunaifahamu mtoto mdogo? Tutafika. Pisha hapo. Wewe vipi? Wanza unalia pesa unalia mapenzi. Wewe mshamba nini? Sema nini bro? Mimi na maongezi na wewe. Acha nifanyia bi mkubwa wako leo. Sijapenda hata kidogo. Kulije simu yake. Ni blaza wangu ni mbaya mwanangu. Ndio sio kuleta fushini mwanangu hapo. Haina haja. Wewe mpe tu simu yake. Sijali kwa simu yake. Na blaza kwa kunyonge kinoma ni mwanangu. Au sijali mdogo wangu, sijali. Pole sana dada. Asante baba. Amekuumiza sema? Mimi tu kidogo lakini sio sana. Kwa kweli nashukuru sana. Pole sana. Asante. Dada, natumaini wewe ni mgeni mtaa hii. Ndio, mimi ni mgeni. Huu ndio mtaa wa Buza. Unaona? Yaani mwenyeji wako amekosea. Angekuelekeza mitaa kupita na chochote za kuelekea, lakini wewe ukakuacha peke yako. Yule mimi namjua. Yule Mtupa hatari sana. Yaani kaniheshimu mimi. Yaani kanirushia ujue. Hivi wifi, unamfanya mume wangu anidharau sio? Sio umenikuta mimi naongea naye hapa? Wewe. Takuzingua sasa hivi na nitakuchanganya na usibi mkubwa wako, usibi mama mkwe wako, sijui wewe. Oya bro, twende hivi. Familia nyingine hizi za ovyo. Kwa heshima mimi ndo kwa kuachia yule. Lakini mtu mmoja hatari sana. Yale sio simu, ungechukua kila kitu. Sasa labda ulikuwa unaelekea pale.
Mimi natoka huko bondeni. Sasa nimeachana na dalali akaniambia nipite tu hapo kwenye hizo chochoro nitatokea barabarani. Kwa hiyo ndo yamenikuta haya. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba unielekeze ili nitokee barabarani tu. Njia salama ambayo utafika kwa usalama kabisa. Njia hii unaona? Toka hapa utaelekea hivi utaona barabara kubwa. Asante sana, nashukuru kakangu. Nashukuru sana. Asante sana, ubarikiwe sana. Haya. Buza mtaa wa Vimbwanga, uswahili umejaa hapa Buza, vitimbi kila upande. Hey, mtu. Yaani kuna watu. Sasa huyu mtu. Katika watu huyu mtu, yaani kaumbwa kaumbika. Yaani ni mzuri. Sasa mimi bwege, anataka kumpa namba ya simu. Haya we, afu kashaondoka. Sitafaje kama ndokaje mara moja afu simuoni tena. Mimi bwege. Hakika riziki yangu. Sio mbaya. Kaumbika. Kaumbika. Unajua nichokonoe pale, umemchokonoa vibaya sana ifi yako. Alafu unajua mimi ndio usingizi wangu ule. Hata ukiona kipengele, bongo niite kistaarabu. Niambie kuna habari gani tena? Kwa mimi nimekuvunjia heshima. Sio nimekuokoa pale. Bali nimekutoa kwenye tundu la sindano. Ningemwacha kujazeni nzi pale, mjaze mzi ko. Ila ulichokifanya ni kitendo cha kishujaa. Yaani pale kama ndo timu tumepata penalti dakika 99. Nilikuwa naumbuka pale. Si unamuona ifi yako mwenyewe? Mwembamba wa mwili anadoma kama mamba. Mwili ana kile domo analo. Wifi ndana natamba naye. Niambie sasa. Bi mkubwa kwa ana mtonyo. Unajua ana hela? Ana hela. Wajeke nyuma hivyo hivyo. Wewe unafanya una mambo mengi. Endelea hivyo kuna mambo mengi. Oya, ameuchukua wapi huyo mtonyo? Au kajiunga na kikoba? Una wapi? Kaingia mpangaji mpya. Kwa kagawa hela. Kile kimweka kwenye mfumo. Biblia anatoka. Kile kimweka, anaingia, anatoka. Hapo sasa nishaunganisha waya na umeme ushawaka mwenye. Hapo nishapata future. Yaani kila kitu kishakaa sawa. Itakuwa ndio ile mdada nilomwona na dalali pale. Ndio yeye. Sasa ulikuwa unataka tufanyaje mdogo wangu? Hapa nilikuwa nataka hivi. Hapa nataka tuke mguu wako. Tumfuate bi mkubwa. Tumtikise mpaka atoea. Hiyo. Sasa sikiliza sana, nikwambia kitu kimoja. Unajua vizuri blaza yako sijanyeka wala sijabemenda kwenye upande wa pesa. Alafu na wifi yako jipya nimelipata hilo. Nataka nikaruke nalo leo pendeza maloji. Umeelewa sijui? Kwa hiyo sasa hapa hakuna haja ya kulaza damu. Itaganda. Alafu mwisho siku uta stroke hapa. Hapa na wakati tunachelewa sija kazitumia bi mkubwa mwenyewe na achelewe. Buza mtaa wa Vimbwanga, uswahili umejaa hapa Buza, vitimbi kila upande, karibu mtani kwetu Buza, mitaji wa migogoro, majejabu kila alfajiri. Buza mtaa wa Vimbwanga, Mwajuma nchokonoe machokodo, mjanja wa vitimbi mtaa mzima, najua kutegea kila siri, mama papa la kizee chahila, tamaa imemjaa moyoni, anawinda mali za kurithi tu. Wema adhina kwa Mungu. Bata washende tana, hata watakupatana na ile mchana. Wanataka wanipelana za asubuhi mchana. Wote udanganye wema mwache. Kashaanza tayari. Hata mtu nishamalizana naye ila kashanipa kila kitu, nishamleta paka kwa nyumba, kashaongea na mama mwenye nyumbani, ananipiga mimi nataka nini tata? Au kundo kusumbua na kwenda kubeba mabegi, na kitu hichi ndio kitu ambacho mimi sipendagi kwa wapangaji wanifanyie. Sasa subiri. Hello madam. Nimekabwa dalali. Nimekabwa. Hata amekukabaje na maana umewagia shingo, amekukaba au amekukaba vipi? Mbona kama sikuelewi au unanitania? Amna, nimepita kuchochoroa ni yeye amenikaba chupu na kwa niumiza.
Asa umepitaje vichochoroni jamani bosi? Hiyo njia huko ndo maskani kwao. Yaani kama wewe ungekuwa upajui mimi ungenipigia simu ningekufuata ningekuelekeza. Nini sasa umefanya? Asa kwa hiyo wewe hujaumia? Nimeumia tu kidogo. Simu yako bado unayo? Simu si ndio inaongea na wewe sasa. Shashanganyikiwa tayari. Sasa kwa hiyo sasa hivi wewe uko wapi? Mimi nipo huku juu ndo naondoka tena. Haya baadaye wasio kanikaba tena. Mwingine nao bwana wana mambo ya kipudhi. Hata kama mtu aelewi njia anampigia simu dalali wake, bwana nielekeze. Au angeuliza basi tabia ya mtaa mbalimbali asijua, mimi ningemwambia njia hiyo alamu. Hata wangemuaje? Ndio ningepata kesi mimi hapa. Lakini afadhali hajaumia, maana angeumia huyu sijui ingekuaje, lakini hajaumia sana. Huu mtawabuza jamani haufai hata kulumakia kwa ugali. Yaani mgeni kaja leo tena ana kikamba chake kwenye mguu. Kinaonekana kabisa huyu mtu mpya cheupe kidhulidhuli. Wamekikaba. Yaani hawaangalie watu wakabakaba wao na kabakaba ovyo tu. Mtaa jamani haufai kabisa huu. Yaani inabidi sasa hivi nikimpata mpangaji nikimfikisha kwenye nyumba, basi nahakikisha mpaka namfikisha kwenye vitu vyake. Lakini atanisumbua mwisho siku nafanya kazi kubwa na nilipa hela ndogo. Hatari sana yani. Wanga Uswahili umejaa hapa Buza, vitimbi kila upande, karibu mtani kwetu Buza, mitajitajira migogoro, majejabu kila alfajiri, Buza mtawa vimbwanga, si bure. Mwajuma chokonoe machokodo, mjanja wa vitimbi mtaa mzima, najua kutegea kila siri, mama papa la kizee chahila, tamaa imemjaa moyo. Mama yake na Mzuzu, mama yake na Mwajuma mchokonoe. Unajua mama anawaka huyu. Huyu mama anawaka mpaka kizani. Kwanza hajarogwa. Mama huyo. Mama ana baya kwanza. Watoto wake wote wanavuma. Alafu sasa walivyo majirani tunalao zao mbaya sasa. Eti wanaombea sisi na mimi na wewe tufe ili mama pete ukampweke. Hilo halitatokea, Mungu atamsimamia na tutaishi vyema tu. Tena mpaka uzeeni. Mama yangu mpaka hawezi kutembea na mbeba mwenyewe kwa kumpenda. Hapo naweza nikakwambia dadangu, mshike upande huu na mimi nipande huu. Mimi mwanaume nina nguvu, wewe mwanamke umejaliwa nyama. Atumlei mama yetu. Mamake na Mwajuma huyo. Sasa mama, hii ni sauti ya mwana wa kiume hapa naongea. Mama, kuna kitu tulikuwa tukwambie sisi wanao vipenzi. Kuna habari nimesikia kwa umepata mshiko. Yaani umepata pesa. Sasa kutokana na matumizi ya hapa na pale, afu kuzingatia mimi mwanao kwenye kamari kunimeka tambo langu bondi, nilikuwa nataka nikaligomboe na huyu hapo Mwajuma naye na issue zake za kufanya. Si unajua katika 1 na 2. Sasa mama tulikuwa tunaomba kidogo kama upo uwezekano utumegee kidogo, utumegee. Si unajua wanao tupo UTI mkojo wa njano kabisa hapa tulipo yani. Kwa hiyo ndio mmebebana huko ki mnafika hapa kuja kuniomba mimi mtoni. Sina hata 100 nyekundu. Sina chochote kile. Mama. Sawa mimi umeninyima. Hata mwanao kipenzi? So vizuri bwana. Mpe tu. Msichoelewa, kibanda changu hiki, senti inayoingia kwenye kibanda hiki ni yangu. Haimuhusu mtu yoyote yule. Nyie mshukuru nimewapa vyumba mnaishi. Hiki kibanda hakuna aliyenichangia tofali. Hiki kibanda hakuna aliyenichangia hela. Kama mnajisifu kwamba tuna baba aliacha nyumba,
Baba yenu nimefanya kumuokota tu nikamuhifadhi nikiwa na kibanda changu. Kwa hiyo hapa hakuna mtu aliyenisaidia. Hivyo sitaki mazoea na pesa yangu. Ikiingia pesa ni yangu. Sitaki mazoea kabisa. Hapa kiufupi pesa hakuna. Kosi tumepanga vizuri, wewe sasa unapo na mtiki salama anatoa hela. Umekaa tu hapo hapo. Majuma, hebu tuheshimiane wewe. Sasa nataka nifanyaje? Mtu kushaka kama wewe kwenye nyumba yake hataki pesa yake. Unataka nifanyaje? Nimkabe au niinuke nichukue panga nimweke shingoni hapa? Subutu, mwenye nguvu na asimame, ashike silaha hapa. Za mtawa Vimbwanga. Nyinyi mnaweza mkaniingia mimi? Mnaweza kupambana na mimi? Babu wala kizee cha hila, tamaa imemjaa moyoni, anawinda mali za kurithi tu, mzuzu amepanda nyumba ya baba. Nataka kunipanda kwenye pesa ya Vimbwanga. Uswahili umejaa hapa Buza, vitimbi kila upande, karibu mtani kwetu Buza, mitaji tajiri wa migogoro, majajabu kila alfajiri, Buza mtawa Vimbwanga, umtau dogo vipi? Njaa. Na kuona umetoka kufosi masuala ya hapa. Kufurahisha tumbo. Mambo ya uhai. Haya mazingira muhimu mdogo wangu. Lazima tule ili tuishi. Mdogo wangu. Hakika nimekubali maneno ya wahenga. Kama mtembea bure, sio sawa sana mkaa bure. Yaani safari kutoka hapa kwenda kufuata chakula hapo. Nimeona kuna binti moja, kuna jamaa anamzonga zonga hivi. Anamzonga zonga kwa hapana. Mimi kidume bwana nikajitutumua. Nikaenda sio kaonesha mbavu yangu kweli, nikamsaidia yule binti. Lakini huyo binti hiyo chombo ya fundi sijapata kuiona. Yaani sijui nimfananishe angel au malaika. Ndio tafsiri yake. Yaani jinsi alivyo uzuri wake. Sawa sana fananisha na nuru katika vitabu vinaongelea vya dini. Kuna nuru. Natumaini ile ni nuru imekuja hapa mtaa Buza. Mwanamke mzuri. Binti mzuri. So unakaa ati mdole unakuja unatamba hapo. Na binti nimeona huku, si uko vipi? Kwa vipi? Hiyo akasome mara 100 hiyo binti wako unaosema wewe. Huyo binti ni mzuri, nilimwona mimi hatari. Yaani bro, hujaelewa kitu kimoja. Huo unamsemea leo sijui unafanisha na angel, sijui na nuru, sijui na malaika. Hicho chombo chake na mimi. Huyo hatari. Yaani yule mtoto mzuri, yule mtoto kaumbika, mtoto kajua kuumbwa. Yaani mtoto katulia. Afu yule pale mtoto sasa unamsemea anaanza kama mapepe. Yule msomi. Yule mwanachuo kabisa. Mzee kwa dalali, msitezoea mambo. Yaani vitu hivyo. Sasa unakuja unaniambia sijui angel, sijui malaika. Huyo mtoto ukimwona bro uchomoki. Ngoja muone. Yaani huo uchomoki. Mtoto ana shepu fulani vya kitembea kama ngamia. Huyo hatari. Yaani kama hizo kazi zetu za maji umekaa hapa, unaacha maji kule anamwagika. Wewe unamwangalia mtoto anavyotembea. Mtoto akitembea. Yaani mtoto mzuri, nakwambia mtoto kaumbika. Sijui malaika, sijui huyo hatari. Yaani ukimwona hata sasa hivi hapa. Hata sasa hivi ukimwona hapa, tunaacha kuongea. Yaani mdogo wangu propaganda kwa porojo. Sikuwezi. Ila sasa mwisho wa siku ubishi wangu mimi na wewe tabandika simple tu. Chombo changu nitakapokuonesha bwana huyu hapa. Na wako wako nionyeshe mimi huyu hapa. Kesi itaisha hapo. Tusonge sana nini? Mimi ni kama TBC. Ukweli na uhakika. Sasa basi mimi Azam TV burudani kwa wote. Wewe kachukue maji hapo tule kwanza. Teredi matura. Ninasimama imara na misimamo yangu. Teredi matura.
Na nguo zako mundani? Nguo na samani kwa uhai wangu. Nguo na samani kwa afya yangu. za mtaa wa Vimbwanga, mtaa huu mtaa wetu, watu na vioja tawabuza. Kikome anacheza soka kwa juhudi, alikimbia uwanja kila jioni sana. Sasa ugonjwa wa gono umembana, analalamika maumivu kitandani. Buza mtaa wa Vimbwanga, uswahili umejaa hapa Buza. Vitimbi kila upande, karibu mtani kwetu Buza. Mitaji tajiri wa migogoro, majabu kila alfajiri. Buza mtaa wa Vimbwanga, Mwajuma Nchokone machokodo, janja wa vitimbi mtaa mzima. Anajua kutegea kila siri. Mama papa la kize chaila, tamaa imemuja moyoni, anawinda mali za